Mtoto waweza kumuona mtoto, lakini unachokifanya anakifuatilia. Wasema, si wajua mfumo wangu wa kufundisha? Siku moja kuna mwalimu aliletewa halua darasani. Imefungwa vizuri. Zawadi yako maalim, jana ukuhudhuria harusi hiyo. Mara akapigiwa simu, walimu wale wa vyuo kule wa Qur'ani na nini, mara zote atakwenda kuzungua sijui nini, piga dua pale. Akafikiria, la, hii halua hii nikiacha hawa watoto waweza. Akaandika hii sumu, kaiacha pale. Na yule mwalimu pale kuna kalamu yake, zamani watu wakitumia zile kalamu za kuchota wino zile. Kuna chupa ya wino na kalamu pale, anajaza, anaandika, ikiisha anafungua, si ndio? Nafikiri mmewahi kuzisikia hizo, Kuna mtoto mmoja akasema, mbona huyu mwalimu atufanya upumbavu hivi? Hivi kweli ataleta sumu iweke darasani? Ile si sumu hii. Mimi nimeiona kwetu halua ile. Yule mtoto akaja pale, akajifanya cheza, akagonga ile chupa ya wino. Ile inki ikaenea pale mezani, ikachefua vitabu. Wenzake, leo tauawa leo, wameharibu. Sasa basi kama nitauawa heri nile sumu. Akapiga halua yote. Tumeelewana? Mwalimu alipokuja akaona ile hali, mazingira yalivyo, na akahadithia, yuko wapi jamaa, kimeshiba hata kikokona kule, kimetulia, halua kilo mzima. Mwalimu ambia, nenda ukalale kwanza, usije ukatufia hapa, najua werevu wako. Ninachokusudia, mtoto ni tofauti na kushughulikia chuma au mbao au mgonjwa, vitu dhaifu. Lakini unapokuwa uko mbele ya watoto, wewe ujue kila mtoto anaondoka na wewe kihali yake. Kuna mtoto atapenda vazi lako, au si kweli? Akivaa nyumbani mamake amvalisha, ambia hapana, hataki Mr. Ali, Tumeelewana? Lakini kuna mtoto mwingine atapenda sauti yako, pengine, you know what, we are not joking here, we are here for very sensitive. Mbona wasema hivyo? Mwalimu wetu Mr. Ali aongea hivyo. Kuna mtoto ataondoka na bidii yako ile ulivyo chapu, na yeye nyumbani atakuwa mshapu kama wewe. Kwa hivyo wewe umebeba jukumu kubwa sana, kwa sababu wewe umebeba watoto wa watu wawe kama ulivyo wewe. Na ndiyo katika Qur'ani sifa kubwa anayopewa nabii ni sifa ya uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Angalia, Qur'ani haikumuita mtume qudwa, imemuita uswa. Kwa nini? Wanasema qudwa ni kalima inakwenda kwenye salbi na ijabi. Unaweza kuwa ni kiigizo chema au kiigizo kibaya, neno qudwa. Lakini uswa ni neno katika lugha ya Kiarabu, linakwenda kwa uzuri pekee. Ndio akapewa kiumbe mzuri pekee, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Mwalimu, ujijue wewe umebeba umma. Vile ulivyo wewe ndivyo atakavyokuwa nani? Mtoto. Mara nyingi watoto wanawaangalia walimu za, na hasa siku hizi. Zamani ilikuwa wakigawanya masaa, wazazi wana masaa sawa pengine na mwalimu. Lakini siku hizi mwalimu anakaa na mtoto zaidi kuliko nani? Mzazi. Kwa hivyo mtoto huyu atabaki na wewe zaidi, kwa hivyo atakuiga wewe sana hata kuliko mzazi wake. Ittaqillah, lazima umuogope Allah katika maisha yako haya. Wewe Allah kakufanya maji, kiumbe bora. Maji wakati yote yananufaisha. Ndio nikaandika kitabu Mwalimu ni Maji Safi, kwa kuwa manufaa yake inaenea. Akiwa president alipitia kwa nani? Mwalimu. Akiwa daktari alipitia kwa nani? Akiwa mkuu wa jeshi alipitia kwa nani? Kwa hivyo wewe, kila mtu amebeba kwako. Kama vile maji, kila kitu kinanufaika na maji na mwalimu. Ndio maana yake ni kwamba kama maji ni uhai wa kiumbe, basi mwalimu ni maendeleo ya kiumbe.
Tumeelewana? Kama maji ni uhai wa mwanadamu, bila ya maji hakuna uhai, na bila ya mwalimu bora hakuna elimu, hakuna maendeleo duniani. Kuna kijana mmoja alikuwa akisoma chuo kikuu, ashakuwa mtu mkubwa, akamaliza akarudi nyumbani, lakini babake ana tabia, hamuachi kwa kosa lolote. Kitu kidogo amekosea, amrekebisha, hapa hujafanya sawa. Sasa huyu ameenda amechukua madigiri yake ng'ambo huko, amerudi, asubiri kutafuta kazi, aishi pale nyumbani. Akiingia kwa rumu yake, mara nyingine huyu bwana yuwasoma vitabu vyake, mara amelala taa. Baba anambishia, vipi utalala na taa iko? Zima taa bwana, hii ni israfu, hii taa yalipiwa bwana, umeme sijui. Ameingia uani choni, labda maji hakufunga vizuri, baba yuaje angalia, vipi waacha maji. Yani anachofanya yule baba, yule kijana asema, kero gani mzee huyu, mimi mtu mkubwa bado tu anirekebisha hili anirekebisha. Atamani apati kazi leo, asema nitoke hapa nyumbani. Ikafika yule baba yuaumwa maskini. Siku moja yule mtoto ameapply kazi, akaletewa majibu kwamba atakana aende akafanya interview sehemu fulani. Akamwaga mamake. Mama akamweleza baba, baba akajiburuta kule kwake mpaka akaja kwa rumu ya mtoto. Akamwambia, mimi najua utapita hiyo interview, kwa sababu wewe kijana wa Simba huogopi, nisha kutoa uoga. Kijana hata kutoka baba na mawaidha, mpaka leo siku mimi naenda kwenye interview bado uko nami tu, kero gani hili? Alafu yule baba akatoa mkono mfukoni, akamwambia, naomba leo upande taxi, usiende kwa miguu kwenye hiyo interview. Asema nilipokwenda wenzangu wametangulia, nimechelewa kwa sababu ya kero la baba, nipa mawaidha yake mengi. Asema alipoingia kwenye geti ya ile kampuni, kuna sehemu ya maua na kuna hizi bomba za maji ambao huwa zikimwaga maji kwenye yale maua, lakini yale maji hayakufungwa, yameachiliwa, yamemwagika kila sehemu. Akasema, israfu ya maji yamwagika. Ashazoea zile tabia za baba za kurekebisha. Akenda akafunga haraka haraka, mgeni hajui, lakini akaona, akenda akafunga. Alipoingia yuwapanda ngazi, akakuta mataa saa 4 ya mchana, mataa ya waka. Akaanza kuzima, wenzake wamcheka, huyu vipi huyu, mshamba kiasi gani huyu ingia mahali hapajui nini, alafu anza kujiti. Walipofika juu kule kwenye ule mlango aingia kwenye holi sasa interview, akakuta ule mlango kama zile nati zimelegea, ule mlango atakuanguka. Akautia nguvuni, akaanza kurekebisha, akafunga vizuri. Wenzake sema, ili jamaa mbona leo? Wakaingia kwenye interview, watu wakaingia, waulizwa, alikuja mbele, aingia mbele. Alipofika kwake, kaambiwa table zile dokumenti zake, akaweka makaratasi yake, akaangaliwa vizuri. Haya, kuna mwingine akamuuliza maswali. Swali lake alimuuliza, wewe wataka uwe nani hapa? Akasema, mimi kazi yote ambayo Allah atanijalia, mimi nimesoma kwa gharama wazazi wangu, nataka nikasaidie wazazi wangu. Kuna watatu hakumuuliza swali, ashazoea ile kero la babake, sasa yeye akera watu. Akamwambia, mbona wewe ulizi? Yule bwana akamwambia, mimi ushanijibu. Kivipi? Nakujibu vipi? Ambia, sisi tumefanya vitu hapa vya uharibifu, tukaacha maji ya mwagika wazi, ya kumwagika bure, tukaacha mataa ya waka, huu mlango tukafanya hivi uwe waanguka. Ulipoingia ukaanza kurekebisha bila hatukujui. Sasa mimi nilikuwa na kuangalia hapa kwenye CCTV unavyorekebisha. Sisi tutatafuta manager ambaye atakuwa ana hamu na hii kampuni, asikia uchungu nayo, na tusha kupata ni wewe, kuanzia sasa uko kazini. Sasa yule kijana machozi akamtoka, akaanza kukumbuka, kumbe lile kero la baba
ndio limefanya nini? Limenisaidia. Kumbe lile kero lilikuwa lina kazi yake. Ya Rabbi, mponyeshe babangu ili kazi hii, kwanza mishahara yangu ya kwanza miezi 6 atakula babangu, sili hata ndururu. Yani inapata kazi kirahisi hivi mimi. Basi akaulizwa, utaanza lini kazi? Akasema, mimi babangu aumwa, nataka nikamshughulikie, lakini wiki ijayo nitakuja kuanza kazi. Aliporudi akitokezea nyumbani akuta watu wengi, akajua hapa kuna mambo sio mazuri. Alipofika akaambiwa, babako ashafariki. Sasa kijana huyu asema, yani nilitamani maisha yangu yote nimpate baba siku moja nimlipe wema wake.